Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana ndugu watazamaji popote mlipo. Inawezekana uko safarini, uko kazini, uko nyumbani kwako umepumzika. Napenda kuchukua tena fursa hii kukukaribisha katika uzima wetu ni Yesu duniani kwa wote. Karibu sana. Ni mtumishi na mwimbaji wa nyimbo za Injili, Philip Juma Blake. Karibu sana, jisikie huru katika jina la Yesu. Inawezekana ni mara yako ya kwanza kunitazama ama kutazama channel hii. Napenda uweze kusubscribe, kushare na kulike na comment ili kaweze kufikia watu wengine, na pia itaweza kuwa baraka katika maisha yako, nawe utakuwa kwanza kupokea chochote ambacho tutakuwa tunakiweka mahali hapa. Barikiwa katika jina la Yesu. Kabla hatujaanza jambo lolote, Mungu anasema katika maandiko matakatifu ya kwamba kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru tena wakati huu. Tazama niko mbele ya watumishi wako. Umeniweka mahali hapa ili nikaweze kunena nao jambo dakika moja ambao nataka kunena nao. Lolote ambao wanahitaji katika maisha, ukawatendee, ukawabariki katika jina la Yesu Kristo. Huyo anayeteseka na magonjwa, anayeteseka na vita katika maisha yake, ukampiganie katika jina la Yesu Kristo. Na nena damu ya Yesu katika kila mmoja. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Karibu sana. Siku ya leo nilikuwa nimesema ya kwamba ninarudi kumalizia habari yetu ya Mathayo 14:13 mpaka 21. Karibu sana unaponisikia, karibu sana. Tuweze kubarikiwa zote katika jina la Yesu. Lakini kabla hatujabarikiwa, kabla hatujaingia katika neno, nataka usikie tu wimbo dakika moja, dakika mbili. Nilikuwa nimeahidi kwamba ndauleta na nilileta. Kwa hivyo usikize. Kama hujaupata, enda tafuta katika uzima wetu ni Yesu duniani, utaupata katika YouTube. Na ubarikiwe na usubscribe na ushare kwa wengine, uendelee kubariki watu. Karibu katika jina la Yesu. Tuanze tena. Karibu sana. Shadraka, Abednego, kwa mamulilo kalinda meshaka. Shadraka, Abednego, kwa mamulilo omfalme kaukali bandu besinduka malala mabali oyoni ewele omfalme kaukali bandu besinduka malala mabali oyoni ewele oyoni ewele oyoni ewele aline sisale nikakusima papa we mwikulu papa we bulamu aline sisale nikakusima. Amen. Ukitaka wimbo huu utaupata katika uzima wetu ni Yesu duniani pale channel ya YouTube, na pia uko TikTok na Facebook. Mungu akubariki. Kwa hivyo karibu katika habari zetu tulizokuwa nazo katika Mathayo. Tulisema ya kwamba Yesu alikuwa pale jangwani akifundisha wanafunzi, alikuwa na wanafunzi wake na alikuwa na watu wamekuwa wakimsikia ujumbe, watu 5,000.
Na alipokuwa akiwafundisha, ikafika wakati jioni, giza linaingia, watu wanasikia ujumbe au wanahisi njaa, lakini ndani ya mioyo bado wanataka kusikia neno eh? Na wanafunzi walipoona kwamba muda umeenda, wakaambia Yesu, wewe ruhusu watu waende, kwa sababu giza linashika. Yesu alijua, akawaambia, wapeni nyinyi chakula, maana hao waendi mahali. Na tangu tulipoanza tumeona vile Kristo alikuwa anafanya, tumeona ujumbe wenye Mungu alikuwa anazungumzia mahali pale. Kwa hivyo sitaki kurudi nyuma sana. Ukitaka hiyo rudi nyuma, kuna clips huko YouTube. Utaona kile ni Mungu amesema, ama utaona hiyo ujumbe vile umeenda. Lakini siku ya leo tulikuwa tumeangalia aliweza kuwalisha watu 5,000 kupitia mikate 5 na samaki 2. Na tukaweza kuangalia maana ya hiyo mikate, tukaweza kuangalia maana ya hiyo samaki. Kwa hivyo siku ya leo nataka tunamalizia, na ninataka uweze kuwa makini, ili kama kuna mahali ambapo sitakuwa sawa, ndugu yangu, uko uhuru kuandika na useme halo, hapo umetubrush lakini nakupea kulingana na ufunuo ambaye Mungu ametupa. Na katika ufalme wa mbinguni ama kazi ya Mungu tunakulia, kuna kukua katika kiroho. Kwa hivyo yawezekana kuna sehemu ambapo unaona kwamba inafaa pakaa hivi. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Biblia inasema tupendane, na unaweza nirekebisha kwa upendo, na tuendelee mbele na kazi ya Mungu iendelee mbele, na jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo karibu sana. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuweze kuangalia maana ya kuvunja ama ya kumega. Wengi wanapenda kutumia ile neno kumega, ama wamezoea neno la kumega. Kumega ama kuvunja ni sawa. Na kuangalia kwa nini Yesu avunje, ama kwa nini Yesu amege huo mkate. Kwa nini avunje samaki? Lakini kwa nini avunje baada ya kushukuru? Haya ndio mambo tunataka tuweze kuangalia, na uwe makini, maana namalizia tuende kwa mambo mengine. Natumai ya kwamba sehemu hii itakuwa ya baraka mbele zako, itakuwa ya baraka katika maisha yako. Na kama kuna kitu maybe haukuwa unaelewa, utaelewa kuanzia hapo, na Mungu atakupeleka hatua nyingine. Na pia mimi kuna mahali yawezekana sielewi, ninakukaribisha tena katika jina la Yesu, ukaweze kuwa na ule upendo wa Roho, upendo wa Mungu, upendo wa utu. Tukaweze kujenga mwili wa Kristo katika imani, katika upendo, katika furaha. Karibu sana. Tuliweza kuona ya kwamba ile mikate 5 na samaki 2, mikate 5 ilisimamia mambo ya Torati ya Musa, vile vitabu 5. Vile vitabu 5. Kitabu cha kwanza kilikuwa Mwanzo, Kutoka, Walawi, alafu Hesabu na Kumbukumbu. Hizo ni vitabu 5 ambayo ni sheria ama ni amri ambayo Mungu alimpa Musa. Na katika amri hiyo ndio wana wa Israeli, iliwaongoza wana wa Israeli kwa muda wa miaka 1,500. Lakini licha ya kwamba iliwaongoza kwa muda huo wa miaka 1,500, hawakuweza kushibishwa katika ulimwengu wa rohoni, hawakuweza kukua sawa katika masuala ya Mungu. Ndio ikabidi Kristo akuja aingilie kati, aweze kusawazisha. Wanamwambia ya kwamba kuna mikate 5 tu na samaki 2, lakini hii ni nini mbele ya watu? Hii ni nini? Itawatosheleza nini? Ilikuwepo, iliwaongoza, lakini haikuwatoshelesha. Lakini ilipopita katika mikono ya Kristo, akaivunja, akaigawanya, ikatosha, na ikatosha pia na mataifa mengine. Kwa hivyo siku ya leo tunaangalia maana ya kuvunja. Kwa nini avunje? Karibu sana. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunaona ya kwamba zile amri 5
ama ile mikate 5 ilikuwa ni udhaifu wa mwanadamu. Ilikuwa ni udhaifu wa mwanadamu. Alikuwa na udhaifu. Angeweza kutosheleshwa ama angeweza kuridhishwa na ile mikate 5. Ikiwa mzima hivyo haingeweza kuwaridhisha watu. Haingeweza kuridhisha kila mtu. 5 ilikuwa ni udhaifu. Ukiangalia katika mkono wako una mikono 5. Lakini katika una vidole 5 samahanini. Una vidole 5 mkono mmoja. Sheria ya Musa ilikuwa ile Torati ya Musa ilikuwa na vitabu 5. Yesu aliwalisha wanafunzi wake na mikate 5. Lakini maana ya hii Mungu na maana kwamba pamoja na udhaifu wetu ambao tuko nao, Mungu anafanya kazi na sisi, aangalie udhaifu wetu. Kristo anafanyia kazi na sisi. Licha tunaona sisi ni dhaifu. Tunajiona kwamba hatuwezi. Lakini katika ule udhaifu Mungu Kristo anatushirikisha. Hawezi fanya kazi peke yake. Ilikuwa udhaifu wa mwanadamu. Na hiyo utaweza kudhibitisha uangalie katika Wakorintho 12 mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kuuliza uko na nini. Yaani Mungu hakuwezi kuuliza uko na mali kiasi gani. Yesu hakuulizi uko na pesa kiasi gani. Hakuulizi una utajiri kiwango gani. Hakuulizi uko na magari ngapi. Hakuulizi uko na ng'ombe wangapi. Hakuulizi unasimamia kampuni ngapi. Kila Yesu anauliza ya kwamba kuna nini. Uko na nini ambacho unaweza kuja nacho mbele ya Kristo? Uko na nini ambacho unaweza kuja nacho mbele ya Kristo? Ndio unakiona kama ni kidogo. Unakiona kwamba hakiwezi kikafanya kitu chochote, lakini mbele ya Kristo kikipita kwa mkono ya Kristo kinatosha. Kwa hivyo ile amri haingetosha. Na tena ilikuwa tu ni kwa wana wa Israeli, lakini inapopita mikononi mwa Kristo inatoshea mataifa na kila mtu anaridhika. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anauliza una nini mkononi mwako? Umeshika nini? Wacha kuwekewa viwango, lazima ukuwe na kitu fulani. Lazima ukuwe na magari ndio usimame mbele ya watu. Lazima ukuwe uko na PhD ndio usimame mbele ya watu. Yesu haulizi ya kwamba umevaa vipi ama uko na nini ama uwezo wako unafikia kiwango gani. Hapana. Yesu anakuuliza, swali la Yesu ni rahisi tu, una nini mkononi mwako? Kumbuka kule juu Mungu anamuuliza Musa, una nini mkononi mwako? Una nini unaweza kitumia? Musa anasema niko na fimbo tu. Sasa wewe una nini? 21:3 Luka. Utakonfirm kwa muda wako hapa, ninakimbia mbio kwa sababu ya elewa ya kwamba ukiwa na jambo kidogo ama kitu kidogo ni lazima kivunjwe ndio uweze kuongezeka, kingine kiweze kuongezeka. Akiweze kuongezeka wakati kiko kidogo. Uko na kitu kidogo umekatalia tu, nasema uweze lazima kivunjwe kiweze kuendelea kuongezeka ama kiweze kutosheleza watu. Kwa hivyo kitu cha kwanza, mkate ukiwa mzima
mtu akiwa na mkate mzima, ina maana ya kwamba huo mkate anaweza akaufinya, akaubondanga na akaukula wote na wengine wakose. Yeah. Lakini ukimegwa, ukivunjwa, ukimegwa, unaweza ukatosheleza watu wengi. Kwa hivyo hiyo mkate ilipokuwa 5, kama ingekuwa ya kwamba ingebaki hivyo, haingetosheleza watu, lakini ilibidi Kristo alipoivunja ikatosha watu wote. Kwa hivyo sheria ile ilikuwa katika Israeli, ama ile amri vitabu 5 ya Torati ilikuwa imetosheleza, ilikuwa katika Israeli, lakini bado ilikuwa haiwatoshelezi. Yesu anakuja, anaichukua, anaivunja, inatosheleza watu wote, wanakula kupitia muujiza huu. Kwa hivyo Yesu tunaona kule jangwani, wakati Musa alipokuwa jangwani na wana wa Israeli, aliweza kuwalisha wana wa Israeli kwa mana, walikula mana. Lakini Yesu anapokuja anawalisha mkate. Anawalisha mkate. Kwa hivyo anawalisha mkate. Wakati Musa alikuwa jangwani aliwalisha mana. Yesu anapokuja analisha watu kwa mkate na wanakula, wanashiba. Wakati wa Musa walikula mana wakashiba. Lakini tukasema mkate ukiwa mmoja mtu hawezi ukashibisha watu wote. Mkate ukiwa mzima ni wa mtu mmoja, lakini unapovunjwa unakuwa chakula cha mataifa. Unakuwa ni chakula cha dunia yote. Unakuwa chakula ya kila mtu anaweza akakula na akawa sawa. Katika 11:24 wa Korintho wa kwanza. Maana Mungu anakuvunja maana nyingine tena katika kuvunja. Ina maana ya kwamba Mungu anapokuvunja, ama Kristo anapotumia hili neno kuvunja, kitu cha kwanza anavunja kiburi, majivuno, anavunja uoga wako, anavunja starehe zako, anakusuka na kutengeneza, unakuwa line, unamfanyia kazi yake. Hauwezi fanya kazi ya Mungu ukiwa mzima, umejaa kiburi, umejaa hasira, umejaa majivuno, uko na starehe zako. Mungu hawezi, lazima atakuvunja, akuvunje, akugawanye vipande mpaka ulainike, uweze kuwa mtu aliyebondeka, ukaweze kufanya kazi ya Mungu. 18:4 wa Yeremia, utaangalia pia maana ya kuvunja. Naenda polepole kwa sababu nataka upate vizuri. Sitaki kuenda mbio sana. Pia maana nyingine ya kuvunja, ili maana na kwamba ilikuwa ina maana msalaba, ama kule kufa kwa Yesu. Kule kufa kwa Yesu. Yesu mwenyewe alivunjwa, ama aliupigwa akauawa, ama alivunjwa, ama sasa liwekaji ndio ilikuwa sawa pale msalabani, baadaye akakufa. Kwa hivyo baada ya Yesu kukufa tunapata uzima wa milele. Kwa hivyo ina maana pasipo kukufa hakuna uzima wa milele. Pasipo kuvunjwa hakuna uzima wa milele. Pasipo kuvunjwa hakuna uzima wa milele. Wewe ukibaki hivyo basi.
mwili wake ulipata majeraha, damu ilimwagika, ili sisi, mimi na wewe tupate uzima. Lakini angepigwa, kama angeteswa pale msalabani na damu yake kumwagika na uhai wake kumtoka, ina maana mimi na wewe hatungekuwa hai. Ili uhai wake utoke, ilikuwa ni ishara ya kugawanya kwa mataifa yote. Kwa hivyo na maana kama mikate mitano hiyo ingebaki tu katika Israeli, hatungepata uzima. Kama Yesu angekuja ili agawanye ipite katika mkono wake, hatungepata uzima. Kwa hivyo anakufa, anapata uzima mpya, anateseka pale msalabani ili wengine tuweze kupata uzima. Uhai wake unamtoka ili sisi tupate uhai wa milele. Pasipo kifo hakuna uzima wa milele. Kuna uzima wa milele. Utakwanifahamu katika 19:34 Yohana, kama sijakosea. Hakuna uhai bila kifo. Hakuna uhai wa milele bila kifo. Hakuna. Yesu alikufa msalabani ili tupate uhai wa milele. Yesu alikufa msalabani ili mimi na wewe tuweze kupata uzima wa milele. Na pia tukaangalia kwamba samaki wale wawili walisimamia ushuhuda na mashahidi. Ina maana ushuhuda pasipo Kristo hauna nguvu. Ndio utashuhudia, utaongea mengi, lakini bila kuongea katika Kristo, bila kutoa ushuhuda wako katika Kristo, hauna nguvu wala hautakusaidia chochote. Kwa maana ushuhuda ambaye uko na nguvu, sahi mtu mwenye amewahi umia, amewahi lala njaa, amewahi gonjeka, amewahi pigwa, amewahi dharauliwa, huyu mtu anapotoa ushuhuda wake, yani anaufili unatoka ndani. Mtu alijeruhiwa moyo lakini akapona. Huyu anapotoa ushuhuda unakuguza, unasema kweli, kama si Mungu huyu hangekuwa. Kwa hivyo ushuhuda bila majeraha hauna nguvu. Sahi Kristo ana nguvu kwa sababu anaposimama mbele ya Mungu anamwambia Baba, angalia majeraha yangu, angalia mkuki, angalia nilitemewa mate. Ushuhuda ulioje! Mtoto wake wa pekee kwa sababu yako na mimi, atakosaje kukuokoa? Kwa hivyo ushuhuda ulio na majeraha una nguvu. Ushuhuda ulio na majeraha una nguvu. Na kwa vinywa vya mashahidi wawili ama watatu. Moja ina Wakorintho wa pili. Utakonfahamu hapo. Na pia kuvunja, neno kuvunja ama kumega ama kugawanya, kuvunja inaondoa ubinafsi. Mtu akiwa na kitu kama hii, akiweka kwake, si ni yake, utakipata wapi? Kuna mtu tu anasema kwa roho yake, nikipata hii ni yangu. Lakini Kristo anakuvunja, alafu
Hii kitu hakikui chako tena, kinakuwa cha watu wote, kinakuwa cha watu wote. Kwa hivyo ina maana ya kwamba mkate ukiwa mzima ni wangu, mikate 5 ikiwa mzima ni yangu, lakini kivunjwa vunjwa inakuwa ya mataifa ama inalisha watu wengi. Lakini sasa kuna wengine wanasema ati sheria iliisha, Yesu alikuja akatoa sheria. Kuvunja vunja, Yesu alivunja vunja. Tutakuja kuangalia hiyo baadaye, sitaki kwenda huko sasa hivi. Nataka ni concentrate na hii, tuangalie hii kuvunja maana yake ilikuwa nini, ama kumega na kugawanya. Mkate moja ni yangu, lakini mkate moja ni yangu ikiwa mzima, ama mkate mmoja ni wangu ukiwa mzima, lakini inapovunjwa vunjwa ni yetu. Ikiwa mzima ni yangu, ikivunjwa vunjwa ni yetu. Kwa hivyo ikivunjwa vunjwa, atafanya mfano mtu mwenye ako na mkate ambaye haujakatwa katwa slices na mwenye ako na mkate ambaye uko mzima. Huyu mwenye mkate wake umekatwa katwa slices anaweza gawa ndugu yake, agawe huyu, agawe huyu, agawe huyu, agawe washiriki wengi. Lakini hii ambayo iko mzima haijakatwa, mtu anaibonda bonda tu namna hii na anatokana nayo. Kwa hivyo ikiwa moja ni yangu, ikiwa ikivunjwa vunjwa ama ikimegwa megwa ni yetu. Point nyingine hiyo ndio Yesu anatuambia. Akapokea akashukuru. Kitu hata kama ni kidogo, pokea na ushukuru. Ugawanye, Mungu atakileta kikiwa sawa, kikiwa mingi. Katika 2:46 Matendo ya Mitume, Mungu anavunja mimi ili ajenge sisi. Kristo alikufa peke yake akiwa mmoja ili wengi tuweze kupata uponyaji. Alivunja mikate 5 akalisha watu 5,000. Alikufa yeye mmoja akaokoa dunia mzima. Akaokoa dunia mzima. Kwa hivyo kama angebaki yeye kama yeye aseme sifi, hakuna tungepata uzima. That's why unaona kuna wakati anaambia wanafunzi wake ya kwamba inampasa mwana wa Adamu kwenda Yerusalemu kupata mateso mingi katika mikononi mwa wazee na mikononi mwa makuhani, na kisha atauawa, baada ya siku 3 atafufuka. Petro anasimama anamwambia, hautakufa. Hautakufa. Na Petro alikuwa rafiki ya Yesu kabisa. Yesu anamwambia kwamba wewe shetani, wewe rudi nyuma yangu. Kuna siri gani hapo? Yesu anaambia wewe Petro, wewe shetani, rudi nyuma yangu, kwa kumwambia tu wewe hautakufa. Sasa alikuwa ana protect Yesu, hakutaka bwana wake akufe. Lakini kwa nini Yesu hataki? Anamgeuza, anamwambia rudi nyuma yangu. Alikuwa anajua huyu jamaa penye kuna siri tu ya kuokoa mwanadamu ni akitoa uhai wake au wengine wamepona. Na ndio maana anasema mmoja alikufa ili wengi wapone. Aligawanya mikate kidogo kwa watu wengi wakapona, wakashiba, wakakula wakashiba. Mungu anaua mmoja ili aponye wengi. Anatoa uhai wa mwanawe ili tuitwe wana wa Mungu. Unaweza toa wako. Semanga tu tunapenda Mungu, napenda Mungu. Unaweza toa wako. Ni kitu gani hicho unakatalia unasema hii ni yangu? Anasema hii kamoja tu ukinipenda pereka. Wewe unaweza toa yako. Unasemanga tu daddy, mama,
kuru senge aro. Haleluya. Katika kuvunja kuna kuongezeka. Katika kuvunja kuna kwenda kiwango kingine. Katika kuvunja kunafungua milango mingine ya baraka. Mkate ukivunjwa unaongeza vipande, ama mkate ukimegwa ama ukigawanywa unakuwa vipande vingi, lakini ukikuwa mmoja unakuwa tu hivyo na hauwezi ukatosha watu wengine. 51:17 Zaburi. Moyo uliovunjika ndio Mungu anaupenda, hawezi kuukataa. Maana unapovunjika katika mikononi mwa Mungu haupungui. Usienda kuvunjika kwa waganga, usiende kuvunjika kwa washirikina, usiende kuvunjika kwa wanadamu wenzako. Vunjika mbele za Mungu wako. Maana anasema moyo uliovunjika ndio Mungu anaupenda, na pia kuna kuongezeka katika kuvunjika moyoni. Moyo uliobondeka, uliovinywanga. Ni Daudi ama anasema Bwana unifinyange, unifinyange. Kwa hivyo unapovunjika unaongezeka katika jina la Yesu. Tunaangalia Yohana ni Marko 6:41. Wakati Yesu alipokea ule mkate akashukuru, akagawanya, akaumega, akagawanya. Si yeye alipeana kwa wanafunzi. Si yeye alienda kuwalisha ama kuwapelekea. Aliwapatia wanafunzi wake, wakaenda kuwapatia, wakakula chakula. Na ina maana ya kwamba wewe